Entertainment. Chaguo la moyo wangu, nimekupenda peke yako, nalo chaguo langu. Wewe bebi wangu nibembeleze, wesi matani nibembeleze, kata miuno nibembeleze, pandisha moni nibembeleze, nipe utamu nibembeleze, kata kidogo nibembeleze. Na kama sura umebarikiwa, ondoa kwa makosa, ukitembea unasisia. Weka we dada sai, nyumbani kwetu kiti kuna Masai, na ukifika bonyeza kwenye switch, Masai akitoka ulisia dogo babu, ukiwa ikufika takuta magana chai. People, my bro, what's up? Ushaelewa bwana. Sometime ukiwapeleka polisi siku 2 siku 3 na ukuta wako mtaani. Umeelewa? Ndio maana tunasema tunajaribu kupambana nao, kujaribu yani kuepusha madhara mengine asitokee. Kwa sababu unapopeleka polisi wakienda mahakamani hakuna mtu yote ambaye anakuatolea ushahidi. Kwa hiyo wewe unakuwa polisi sasa. Sio polisi, sisi ni watu ambao tunawafahamu. Polisi wale hawafahamu. Umeelewa? Shikamoo. Marahaba binti. Samahani, namuulizia Razaki. Razaki? Razaki ngoja. Kaka, nilikuja kwako. Jana nilikabwa, ila baada ya kukabwa watu wakasema alionikaba ni monster. Yaani umetoka huko badala ya kwenda polisi unakuja kwa huyu polisi. Wewe polisi. Yaani watu watoke huko na mashtaka yao badala ya kwenda kwenye vyombo vya sheria, wewe ndo wanakuletea. Wewe nani? Haya ndio mambo ninayosema kwamba mdogo wangu habadiliki, anajifanya polisi. Dada, wewe nenda. Umeelewa? Watu wanakuja kushtaki kwako. Jeshi la polisi linafanya kazi gani? Mdogo wangu, sasa utaanza kuwa wewe ndio IGP. Haya. Tuondoke. Haiwezekani. Action nitakayomfanyia. Yaani yule dada ndo alivyo. Twende shoga yangu. Anafanya maovu acha. Yesu umeileta hapa shoga yangu. Twende. Shoga yangu, niambie, kwa nini unamsambazia shoga yangu kabakwa?
Yako anakushinda kwenda kumsambaza shoga yangu. Sijasema. Hujasema kwa huyu mwenda wazimu ajielewi. Amna, mimi sijasema. Wewe mbea, shoga wewe mbea, na ndio maana shoga yangu kaja kuniita mimi. Kama kabako iwe kweli siwe kweli. Iwe mwanzo na mwisho kumtangazia shoga yangu kama kabakwa. Yeye mwenyewe sio mtoto mdogo. Imeelewana wenyewe na ndio maana amebakana. Kwa hiyo wewe hayakuhusu. Wewe ishia hapo tena nyamaza. Mjumbe yule mkubwa mzima mwenye akili zake, tena mjumbe anayeongoza nyumba zote za hapa. Aje kukusingizia wewe? Sijaongea, masuala mnamsingizia wewe. Mimi naitwa Godfrey Kilavi Majembe, nimetoka katika kampuni ya Sikwe na unishughulisha na masuala ya mafuta, nimeagizwa mzigo mzee wangu. Nini? Mimi sinunui kwa rushwa. Sawa? Sikiliza. Mimi sinunui kwa rushwa. Unasikia? Hapana mzee wangu. Hii ni kampuni ambayo inaongoza kwa kama shukrani. Naomba kupokea. Mtoi. Hapana mzee wangu. Mtoi. Hapana, naomba nisikilize mzee wangu. Nimetumwa sisi ni mimi natumikia taifa. Toka nje. Ninajua mzee wangu, lakini mzee wangu sisi ni kampuni ambayo naomba utoke. Toka nje. Mimi sinunui namna hiyo kwa rushwa. Lakini mzee, Hapana. ni kweli kabisa wanazungumza sisi Soje. Mimi sinunui kwa rushwa. Mimi natumikia taifa langu. Sikia bwana. Lazima niwe mwaminifu kwa wananchi wangu. Nini wanacholeta? Ukishaondoka nitamsanga katika kazi. Wewe mbea. Na ndio maana shoga yangu kaja kuniambia mimi shoga yangu umenuma kila siku akikaa katika bunge lao. Anita kabako, mlitaka mbako wenyewe. Huyo mjumbe alileta maneno alikutana mimi nimekaa na nani? Mimi sijaongea. Mjumbe kaja kuniambia, mjumbe nimekutana naye. Wewe mjumbe anakusingizia mpaka nakuja. Mjumbe anakusingizia. Wewe mbea, mjumbe wewe mtu mzima anaweza akakusingizia wewe mbea. Na ile mwanzo na mwisho kwa shoga yangu kama na nikileta mmoja na mwingine. Nyingine pia mimi naye. Sisi ile neno tukirudi tena. Tuondoke shoga yangu. Babu wewe mtondoke. Huyo mjumbe ungemuuliza vizuri. Nimenyamaza kimya na waogopa, hata si waogopi. Nao umebakwa kweli, kwani hujabakwa? Umebakwa mchana mzima unabakwa. Utaendelea kubakwa tu, umebakwa ndio. Hapo nyamaza kimya si waogopi. Mnajifanya wakorofi, mwenyewe mkorofi kuliko nyinyi. Nendeni zenu huko. Nendeni, niliwastai tu tena nilikuwa na habari nyingine. Nende Asante sana. Hapo vipi bwana? Safi. Ndio bwana, habari za siku. Nzuri tu. Biashara zinaendaje? Zinakwenda vizuri. Okay. Hayo mambo yako ya siasa? Tunapambana nao. Unajua kipindi hiki cha uchaguzi. Ni kweli. Sawa. Kipindi cha uchaguzi kinakuwa ni kipindi kigumu sana. Kila mtu anagombea. Unaona, kwa hiyo inakuwa ni hali ngumu sana. Ni kweli. Tunapambana na mambo mengi sana. Unaona, tuangalie nchi iwe katika usalama. Unaona. Kwa hiyo ndio tatizo. Sasa bwana, nimekuita. Nimeitika wito. Kuhusu lile swala la vijana wetu. Sawa. Nimeona hivi sasa ni muda mwafaka. Ni kweli. Ndio. Sawa. Umesema kwamba kijana wako yuko Faransa. Yuko Faransa. Okay, ni mzuri. Itakuwa ni vizuri zaidi. Ndio. Kwa sababu kipindi hiki nimeonelea kwamba ni vizuri ili swala tulifanye. Sawa. Sasa kipindi kile ulikuwa unasema muda bado. Iweje sasa hivi twende haraka sana? Unajua kuna mambo mengi ambayo yananikabili. Sawa. Unajua kiusalama unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo nimeonelea kwamba ni vizuri ili swala tulifanye.
Sawa. Ni kutokana na usalama. Sasa kama ni swala la usalama, kwa nini usifikie ulinzi? Unajua binti yangu ni mkorofi sana. Sawa. Nimeona usalama wake mdogo. Nimejaribu kujitahidi swala hilo lakini imeshindikana. Kutokana na ukorofi wake. Nimeona bora tuwafungishe ndoa. Sawa. Sababu vijana wetu wanafahamiana. Sawa. Kwa hiyo nategemea kwamba nakuwa mbele haina shida. Na sisi kwa sababu ni marafiki wa siku nyingi, ndio shaka ondoa. Okay. Hii bwana mzee wenzangu hapo. Hapo ndio tunafurahi sana. Sawa sana. Ile jambo limekwisha mapema sana. Okay. Ila tu kuchelewesha wewe. Unajua mambo yanakuwa ni mengi. Na kila jambo linakwenda na wakati wake. Sasa. Basi haina shida. Shaka ondoa. Au sio bwana? Sasa. Tuko pamoja. Sasa. Ndio. Basi bwana, kwa hilo shaka ondoa, tuko pamoja. Kitakachofuata hapo ni process tu. Naomba ufahamishe kijana wako. Haina shida. Kwa kweli Samuel atafurahi sana. Tena atafurahi sana. Alikuwa akisubiri sana kwa hamu jambo hili. Ni sawa. Na atafurahi sana. Maana kijana wako ametulia sana. Haina shida kabisa. Muona akiishi na kijana wangu. Haina tatizo. Haina shida kabisa. Shaka ondoa. Usiona hofu kabisa juu ya hilo ndugu zangu. Sawa. Tuangalie tumepanga na kwendaje tuweze kufanikisha jambo hili. Kwa haraka sana. Kwa neema za Mwenyezi Mungu. Ndio. Utafanikisha. Basi haina shida. Tupo pamoja, tuombe Mungu. Litakwisha. Ni washikaji fulani wanafiki, ukiwapa mgongo wapo kitani, wamekosa mipango. Maisha yangu wanatamani kazi kusambazia uongo. Mambo vipi? Poa, shwari. Poa. Kama vipi brother? Poa. Kama kawaida. Karibu brother. Vipi mbona kama mmoja unabadia? Moyoni na wapa stress. Nini tena bro? Wanavaa kitani. Wanaisha lipa mpaka Kenya. Ya mimba kwa binti fulani. Sida nini brother? Ninachokiongea hamtuamini. Ni shauri zangu. Ndio bwana. Time moja lazima niachane na hii. Osu mwana laya utaka. Ndio shemeji yetu Kitambo. Unaweza kuamini mimi sijai kudu naye hata siku moja. Hata siku hii. Razaki. Hebu acha kutufanya basi sasa. Hivyo unaona unatuambia kwamba sisi tunataka tuingie akilini. Kweli. Ndio kitu chote tunachokisema. Elewa. Mazingira. Nani tutaka yeye sisi paka tupendelee. Ile na mapenzi fulani ya kiingi. Unaelewa? Sasa ile msifadili. Unaona Tanasi? Mimi nilikwambieni. Nisikilize. Mvumilie dada. Nisikilize wewe. Miaka karibuni miwili namvumilia hivi. Mwanzo mgumu, hilo jambo kila mtu anajua. Kwangu na kuimba najua, nashindwa kutusua. Najamini siku moja Mungu atanionyesha njia. Siamini waganga wachawi kunisaidia, au sauti yangu imekuwa kelele masikioni mwao. Kipaji changu nitakuwa juu kuwazidi wao. Sauti yangu imekuwa kelele masikioni mwao. Kwa kipaji changu nitakuwa juu kuwazidi wao. Ninakosa gani? Mbona nashindwa kuelewa? Au jini kisirani? Mbona bado nachelewa? Ninakosa gani? Mbona nashindwa kuelewa? Au jini kisirani? Mbona bado nachelewa?